Yes, kwa lugha nyingine hapa anamaanisha Bill Williams anasema price ikiendelea kutengeneza new highs, this probably is the continuation of a market. Na hapa ndipo ambapo hii concept inatoka. Sawa? Kwamba if the market continues with the momentum ya market. Sawa? Hichi kitu kinasababisha trending. Kama market ikishindwa kuendelea kufunga huku juu, probably we are going to have a retracement. Sasa retracement hii, it can be a long term retracement, it can be a short term retracement. Hapo ndipo ambapo inakuja, how do you relate these time frames? Depends on which time frame are you looking for this, and hichi kitu kimetokea katika time frame gani, and wewe are you trending in which time frame? Kwa lugha nyingine, what is your dominant time frame na ni time frame gani ambayo wewe unaiangalia. So we have to know sisi trend yetu tunaoitrade ime originate kutoka wapi, what is the dominant time frame ambayo sisi tunaiangalia. Wazungu ndo mnaitaga constant time frame. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi. Sasa kutoka kwenye hii concept ndogo, ngoja basi tuone sa market, tuanze kuanalyze market. Okay, so far kitu ambacho tulikuwa tumekiona katika Euro USD tulikuwa tumekiangalia katika weekly time frame, si ndivyo? Mind you one thing, tena hichi naomba ni share kabla sijaendelea huko. Mind you one thing, kwenye time frames tulizungumza kwamba time frame ya 1 hour na time frame ya 4 hour ni lower time frame. I don't go below lower time frame. By the way, mtu yote anayetrade below 1 hour time frame akipata loss, mimi sishangai kwa sababu amejitakia. Sawa. Alafu we have daily time frame. Hii hapa daily time frame, we can't say it is a lower time frame, we can't say it is a higher time frame. I call it a portal time frame, which produces a change from lower time frame to the higher time frame. And higher time frame zenyewe the weekly nazungumza na monthly, ndivyo. Kwa lugha nyingine, if you are seeing anything, kama upo katika weekly point of interest, you cannot go anywhere mpaka uweze kushifti katika daily time frame ya different trend ambayo imeileta hiyo katika point of interest. Nakupa mfano, maana hiyo kauli kidogo ni nzito. Let's say kwa mfano hii ni weekly point of interest. Price ikija huku inakuwa maintained. Unaweza unaiangalia how it trends, unaiangalia katika daily kwa sababu hii ni weekly POI. Kwa kuna namna ambavyo weekly price ina move, lakini pia kuna namna ambavyo daily ndo pia ina move kuelekea huku juu. Kwa hiyo kama price ikivunja, kumbuka shift ama change in momentum, kwangu mimi hapa, how I look at the market, mimi naiangalia only in daily time frame, kwa sababu what I believe ni kwamba kama hii ndo poto, maana yake ukiwa katika higher time frame POI, ukiwa katika higher time frame POI hapo ukashift katika daily, hapo ndo unaruhusu market iende in a long term. Ukiwa una trend, maanake kutrend kuna kwenda mbele na kurudi nyuma. Kurudi nyuma maanake upo katika higher time frame POI and then you want to move kuendelea na trend yako, maanake ukishift daily, maanake hapo ndipo ambapo unasema kwamba price imeshift na nitaenda mbali. Lakini let's say kwa mfano unaelekea katika POI, let's say kwa mfano this is POI in term of liquidity area, upo hapa unaelekea hapa, unachokijua ni kwamba ukiendelea kutengeneza new structure katika daily, hapo ndipo ambapo utaendelea kumove, kwa sababu daily ndo time frame ya kuangalia trending, how market trends in a daily according to Prio 360. Kwa time frame ya 1 hour na 4 hour hizo sijui shift huko, yangu you are taking a big risk, kwa sababu ukifanya hivyo katika lower time, by the way, utakuwa akili yako inaona both opportunities. Ndio ile utasikia mwanangu price imeshift, nimeona inside formation mbili, natumia ipi? Price nacheka kwa sababu sio mazuri, lakini guys, we have to understand the market. By the way, I'm actually so happy when I explain how I formulate some logics when it comes to the market, and I'm so happy to share with you guys.
kwa sababu hata kama na share na nyie kitu kipya, lakini it makes sense. I know it makes sense. I know you asking yourself kama jamaa aliwaza nini, lakini I know it makes sense kwa sababu it made sense to me the moment I realized kwamba okay, when we are talking about shift, we are only talking about changing in direction from the lower time frame to the higher, kwa sababu price inavyo trend inaanza kutengeneza lower time frame structures, then we are going to higher time frame. So when we're talking about shift, we are talking kwamba price is changing, inabadilisha. Kama ilikuwa ina trend to bearish, then it is going to trend in bullish. That is the only, kwa sababu what is the lengo la kushift ni kufanyaje? Kwa sababu ukisema, ukianza kuangalia shift katika lower time frame, ukisema price imeshift 5 minutes, how many shifts are you going to be looking at, man? Don't you see kwamba you are complicating your trading? Why? Kwa nini usiwe tu na kitu kimoja kwamba aha, bwana, ukipita mlango ule pale ndo umeenda kwenda kwenye higher time frame. Ukiwa huku nyuma you are just trading. Yani kwa mfano mimi nikiwa na trade POI za daily kama hivi, mimi price ikifika hapa natafuta tu level yoyote ya 4 hour na mimi na trade naondoka nao chini. Lakini kama POI ikiwa kama ya weekly, hapo ndipo ambapo I'll start considering shift. I'll start considering vitu kama hivyo inside formations. Formations namaanisha either inaweza kawa inside formation, outside, both are formation. By the way, the formation zote zinatokea katika daily, kwa sababu ndo price itaamua yenyewe ishifti kwa kutengeneza ndani a bit of formation, manake kushift na POI, ama baada hapo iondoke tu ishift, then baadaye itengeneze new POI to trade current market structure. Concept zote ni true, lakini kwangu mimi I look them at daily time frame. It is easy, man, if you look at the daily. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu if you look it at the daily and above, unapata advantage of what we call candlestick anatomy. Unapata advantage ya kutumia candlestick anatomy such as opening price, high of the week, high opening price, high and low of the candle, closing price, how price closed. Unapata advantage ya kutumia concept, na kumbuka, yani structures ambazo tunazitumia, they are made of candles. So if you want to understand the general structure, you should start to understand a candle. And you can't go and look at 1 hour, at 1 hour candle. It won't give you any fucking information. Kwa lugha nyingine, hata information za 1 hour candle zina include few participants, at least kuanzia kwenye daily ndio you are going to see couple of participants wapo katika hiyo. So it's much more important, man, to understand how things are fucking moving. Yani ni kitu cha msingi sana, kitu cha msingi sana, na mimi nasisitiza kwa moyo wangu wote jamani, kwamba we should learn these things. Lakini by the way, I got you covered because I love talking about the market. So back to what we were saying, kwamba daily the point ambao utaangalia shift, change in momentum. Kwa lugha nyingine, hata failure in swing point, failure to swing ama failure to close above certain structure, utaiangalia katika daily and above. Sawa? Utaangalia katika time frame ya daily and above and not otherwise. Sawa? Sasa ngoja makorokocho mengi mwingine atakuta haelewi, ngoja tuende kwenye market moja kwa moja ili tuweze tukazungumza vizuri, au sio? Sasa angalieni hii market namna ambavyo mimi niliyakuwa na analyze taratibu. Okay? Mimi I observed something called, cha kwanza mimi huwa naangalia general time frame ambao naanzia month kama kawaida. Sawa? Month na spot, where is the liquidity at the monthly time frame? I spotted kwamba the only liquidity we have right now is this previous monthly highs. Manake we have people getting in here. Kwa kama this is trending bearish, by the way, probably price itakuja, somebody atakuwa ameomba from above there and kwenda chini. Na kutokana na namna ambavyo price have been trending, price namna ambavyo imekuwa imetrend kutoka huku chini, I'm still seeing some bearish movement from Euro USD general. Kwa sababu ukiangalia price was bullish, yes, price was bullish, lakini price fail. Ona hiyo, price fail to close above the previous swing point baada ya kuclose huku. Kitendo cha kufeli tu hapa, hii kienda kufunga tu huku ndani, moja kwa moja inaanza kukwambia kwamba kuna change in momentum. Kwa moja kwa moja utakuja kugundua kwamba
tuna trade ambayo ingetupeleka mpaka wapi? Mpaka kwenye hii position hapa. Maana price imefail kufunga, either price ije kufail tena huku chini, either ije kuchukua momentum iendelee, ama price ivunje chini. Kwa maana yake mtu unakuwa unajua miezi miwili inayokuja price itakuwa bearish. Kwa hiyo mimi I'm going to look for bearish, and that's how successful traders are. Uendi sokoni kwenda kuangalia vyovyote market itakavyo. No, you are going to look for specific uh, criteria, either anataka ni buy ama anataka ni sell, depend on what do you know, what information do you have. Kwa mara nyingi we buy and sell based on the information that we have. Okay, so price imefunga huku chini. Yes, price imefunga huku chini, maanake ni kama imevunja structure. Price imekuja huku juu, imeshindwa kwenda huko juu. Sawa, now we are seeing price moving to the down direction. Okay, price ilitengeneza level ambayo ilikuwa hii ni level of support, lakini what do we see? Tunaona price kendo ya mwezi uliopita ilifunga below the support level. What hii information inakupatia kitu gani? Hii information inakwambia kwamba probably we are in a bearish movement currently. Kwa probably euro USD inaweza ikamove maybe to this point of interest hapa, na hapa ndipo ambapo maamuzi ya either price ifunge chini ama isifunge chini na yanaweza yakafanyika. So probably maybe the next couple of months maybe we are going to experience this bearishness kwenye euro USD. We don't know, lakini this is just the general overview. Kama price ifike sasa ishindwe kufunga hapa, labda ndio iendelee juu, ama hapa ilipo price iendelee kushuka chini, iendelee kutengeneza new lows, hivyo iendelee kutengeneza new lows, na probably price tengeneza new low, we are going to observe price itarudi tena ndani na itaendelea chini mpaka labda huko labda probably. Okay, that is the long term view ya euro USD. Kwa ukishaona hivi, mara nyingi mimi huwa na calibrate hii point na calibrate to kwa sababu wanasemaga vibopa wafanye maamuzi kwenye random point. Kwa hiyo hii imekaribia 0.5, umeona, at that level. Kwa probably labda market if it sells, maybe it's gonna sell to I mean maybe it's gonna sell to 1.05, probably euro USD. We don't know. Okay, this is just the overview, the long-term view of the market. Okay, so currently tumeona hii ndo liquidity ambayo hii hapo monthly. Okay, so if monthly that was the point, yes, tunaenda katika weekly. What do we see? Tunaanza kuona market imebadilisha, imevunja structure. Hii ilikuwa both bullish, lakini what we see ni kwamba price imevunja this structure ambayo ilikuwa ina maintain bullishness. Hapa ilishindwa kuvunja, baadaye ikaenda ika retest kwenye level and then ikavunja. Umeona, baada ya kuvunja price imekuja ndani. Sasa kumbuka hii ni POI, previous POI, lakini at the same time pia hii ni liquidity area, since price ilienda ikafunga above the opening price, manake kulikuwa na offside. Manake kwa lugha nyingine we can see structure hapa when we go to the lower time frame. Ndio maana tunaitamu hii kama liquidity area. Kama price isingefunga above opening price hapa, ingefunga hapa, tusingeitamu ile eneo kama liquidity area, probably market labda ingeendelea kubai mpaka huko juu. Kwa hapa ndipo ambapo ilikuwa sehemu ya nini, liquidity area. Okay, so tulikuwa tuna mission ya kutoka huku chini kuelekea wapi? Kuelekea huko juu. Kwa hiyo kitu ambacho kilisababisha ni buy cha kwanza ilikuwa ni momentum failure. Kitendo cha price kupitisha wicks na kufunga hapa juu, hii inaitwa momentum failure. Sasa hii momentum failure ilitokea katika nini? Ilitokea katika weekly time frame, sio? Lakini ile momentum failure, maana ile pressure from the weekly ilisababisha change in the daily. Ndio maana tulifanya maamuzi hapa, maana yake tuliona hii price hii movement yote ilikuwa na maintain opening price. Baada hii candle kuja kufunga above the hii candle wicks, market tunaona there is a lot of pressure inatokea huko. Kwa market iliporudi, sisi tutatumia tu point of interest ya daily kufanya maamuzi ya kufanya maamuzi ya kusell, ya kubuy kwenda huko juu. So from there tukawa tuna maintain, tunatengeneza new high. What made me kuendelea ku hold the price ni kitendo cha price kurudi kwenda kutengeneza new high, kurudi kwenda kutengeneza new high, umeona, kwenda kutengeneza new high, kurudi na imeenda kutengeneza new high, imeenda kuvunja huko juu. Sasa kuna kitu kimoja hapa ndugu zangu, na nataka tushirikiane. Moja, price ndio imekuja katika point of interest ya weekly, which is the higher time frame. Yes, hatupingane na point of interest ya weekly, it is the higher time frame. Tunanyoshea mikono kwamba okay, tumeona
price imeshindwa kufunga katika weekly, kwa sababu kumbuka point of interest ilikuwa ni ya weekly, so we were observing things katika point of interest. Kumbuka point of interest hatuchukui entry katika point of interest. Naomba nikazie hicho kitu, maana watu wengi walikuwa wanataka kuseli hapa na wengi wamepigwa. I'm sorry for you guys, wengi walikuwa wametaka kuseli hapa kama level eh. Mimi nakumbuka hapa ndo nilipokuwa nimechukulia profit, lakini nakumbuka tulipo analyze kusema price lazima itakuja to this level, kwa sababu nilikuwa naona price ilikuwa ina move toward the monthly liquidity area which was that, lakini mimi nikatoka hapa sio mbaya, nikawa nasubiria market ifanye inachokifanya. So this being the case, watu wengi walilambwa hapa, maana waliambiwa hii hapa liquidity engineering, thrust up thrust down stop loss hapo, kaweka hapa, market ikaja kupasua. Na hivi ndivyo ambavyo most of us tunapoteza pesa kila siku. I used to lose money like that before mazee, lakini been a couple of months now since I ever experienced loss ambazo zinatokana na ujinga wa hivyo. This is just the point of interest, point of interest, you will just be looking at the momentum, kama price itafunga ama price haitofunga, lakini your decision should be based on current market price. Rudia tena, current market price. Sasa moja kati ya kitu ambacho inabidi mkielewe, kumbuka hii ni point of interest, na hapa ndo nisikilize kwa makini. Hii ni point of interest which was in a bearish, si ndivyo? Lakini swali linakuja kutoka Bill Williams alivyotuambia kwamba we need to change. Ngoja naomba nisome tena hii kauli, naipenda sana na niliandika hapa. Alisema hivi, change in volume ina produce change in speed of the current momentum. Naomba niishie hapo kwa kunukuu. Je, kwa lugha nyingine jamani, is the speed of current momentum changing? Hilo ndo swali ambalo leo nataka niwaulize hapo. Je, speed of current momentum imebadilika? Speed of current momentum imebadilika? The answer is not yet. Not yet. Na ndio maana unaanza kuona movement kama market bado haiko tayari. Sawa. Sasa our question is wapi speed of current momentum inaweza ikabadilika? Ndio. Kumbuka tulizungumza kitu kimoja, price ikiwa ina trend tunaangalia our movement from the daily perspective, kwa sababu we believe kama price ikivunja from the daily perspective, then hapo inaweza ikapelekea speed of market kupungua, kwa sababu speed inaweza speed inaweza ikapunguzwa kwa mambo mawili, either price kushindwa kutengeneza new highs, and then jambo la pili ni kwamba price iweze kuvunja, yani kwamba price ilivyopita hapa imeenda kufill some of the points huko juu, then points za huko juu, yani hiyo momentum huko juu isababishe change in structure ya current momentum. Okay, nakupa mfano, kwa mfano hii bearish movement hapa, kwa naona hii ndio ilikuwa last bullish candle ambayo ilikuwa ina move. Kwa hiyo manake ilipotoka huko moja kwa moja price ilivyojitengeneza ikaja kuvunja, hii ndio ilikuwa lowest low of the candle, yani hii ndio candle ya mwisho ambayo ilikuwa inashikilia hii trend ya bullish. Kwa kitendo cha price hii kufunga tu below hapa, tukapata hii retracement ya huko juu, tukaja kupata kwenye hii daily point of interest hapa, ambapo tukachukua tu entry ilikuwa katika resistance hapo, tukaenda kuelekea chini. Manake we should observe the same characteristics katika reversal tu, inabidi tu observe hapa, si ndio? Lakini kabla ya price kuja hapa, huku ndani when you go to the lower time frame, kulikuwa na entries pia, kulikuwa na entries nyingi sana ambazo mtu alikuwa anaweza kuzichukua kwa ajili ya kwenda huko chini. This is the same happening here, kwa sababu wiki hii nilikuwa nategemea kitu kimoja, either maana current momentum ngoma imefunga bullish na imefunga bullish kweli kweli. Kwa ili ku observe sisi current momentum imebadilika, ilibidi tuone kitu kama hichi, tuone price inaenda inapitisha wicks huku juu katika current momentum. Sawa, imepitisha wicks katika point of interest, lakini current momentum nayo ilibidi ipitishe wicks, ifanyaje? Iende kuelekea chini. Lakini kuna utofauti kubwa kati ya main trend na counter trend. Mara nyingi counter trend, ili market igeuke kuja kama ni counter trend, lazima ifanye hicho kitu. Yani ingekuwa ni hapa,
lazima hichi kitu kifanyike ndio price ipate momentum akaenda. Lakini kama ni main trend, manake price it is moving with the momentum ya fanyaje kusell. Hata wale wa trend line hapa naona wana confluence hapa, si ndivyo? Hata wale wa trend line changamoto ngoja nifute. Umeona? Kwa hata yani kwa lugha nyingine hapa still market inaonekana iko katika trending. Angalia hii price imefunga chini. Haikuenda kupitisha weeks hapa. Lakini angalia kabla ya kubai lazima ipitishe weeks kuonyesha kwamba kuna losing momentum chini, kwa sababu kwamba kuna losing momentum then we are going to kufanya retracement. This is characteristics ambayo mara nyingi huwa nimekuja nimeobserve. Mara nyingi huwa inafanyika. Mara nyingi naona kitu kama hicho when price is moving. Umeona price inaweza kafika sehemu unategemea kwamba price itananili, lakini hapana. Lakini at the end of the day kama price ikishavunja ile current momentum, I mean ikishavunja ile current candle ambayo ilikuwa na maintain momentum, then tutapata retracement, tutapata major movement. So far since tumepitisha weeks hapa ambao this was our invalidation point, ndivyo. uh, I'm actually seeing bearish ya hii market kuelekea huko, lakini we have to be careful. Ili kuweza kuclaim total dominance of bearish lazima tupate shift. Swali linakuja, shift ni wapi? Hilo ndo swali. Sasa hapo ndo concept ya candlestick anatomy ndo inakuja ku understand candlesticks, no? Lakini jua sasa hivi tupo katika bearish kwa sababu tupo katika selling POI ya weekly. Kwa hiyo ukipata chochote ambacho kinakusupport hiyo kuseli, gonga entry ya kuseli, tembea nayo. Lakini nakupa caution ifuatayo. Caution ya kwanza,